anasema yeye mwenyewe Yesu akushuka kutoka mbinguni kufanya mapenzi yake, bali kuyafanya yale ya yule aliyempeleka. Kwa hiyo kama nimechaguliwa pale, natakiwa nifanye mapenzi ya yule aliyeniweka pale. Maana unaweza ukafikiri kwamba unafanya kazi kwa ajili ya mchungaji. Leo usipomwona askofu hapa, unaweza ukachukua mzigo wako ukaondoka, unasema askofu hayupo, maana nakuja nionekane. Lakini aliyekuita ni nani? Anataka ufanye nini? Haleluya! Kuyafanya mapenzi ya Mungu kunahitaji unyenyekevu mkubwa sana. Huwezi ukafanya mapenzi ya Mungu usipokuwa na unyenyekevu na utii. Haleluya! Sasa nikakumbuka hiki kisa cha Yohana 11. Yesu alimpenda Martha, alimpenda na Lazaro, alimpenda na Mariamu katika nyumba ile. Alikuwa rafiki. Lakini wakamwambia yule mpendaye hawezi. Mtu ametumwa kutoka mbali. Nafikiri kula alikokuwa na Yesu alikokuwa ilikuwa na mwendo kama wa siku mbili. Ametumwa. Yule umpendaye hawezi. Akakaa siku mbili. Sasa kwa kawaida ya mwanadamu, rafiki ni yule anayekufaa wakati wa nini? Wa shida. Unapokuwa na shida, kitu cha kwanza wanamwambia rafiki. Sasa walimwambia kwa sababu gani? Alikuwa rafiki yao. Waliona akiponya, waliona akitenda maajabu. Nende mkamwite Yesu. Haja muone Lazaro hawezi. Maana wakisema uwezi ni kwamba ni maututi. Kwa sasa hivi ungekuwa wapi? ICU. Njoo muone, njoo muombe. Nikakumbuka wakati mmoja niliugua, nikampigia mchungaji wangu simu. Mchungaji, naumwa sana hapa hivi. Yaani nilishangaa kuja haraka. Hebu fikiria kutoka Boma mpaka Soweto. Nilifarijika sana. Nilijisikia vizuri. Nilijiona nimepona kwa sababu mchungaji wangu amekuja. Akaweka mkono juu yangu akaniombea. Kweli nilipona kabla ya maombi kwa sababu amenijali kiasi gani. Aache shughuli zake zote aje kwangu kuniona. Sasa kwa upande wa kibinadamu ndivyo ilivyo. Lakini kwa upande wa Mungu uyafanye mapenzi ya yule aliyekupeleka. Akakaa siku mbili. Alafu anawaambia Lazaro amelala, twende tukamuone. Yaani anasubiri alale. Akamwambia amekufa. Sasa anaenda kufanya nini? Kufa pamoja naye? Mungu atusaidie. Sasa itakuwa kama alivyokufa Lazaro, Mariamu na Martha walikuwa na hali gani? Hebu niambie, walilalamika. Huyu na watu wengine, hebu muone rafiki yenu. Akufika hata kumuona. Sasa anasubiri amekufa, ndiye anakuja. Anakuja kufanya nini? Si ni heri tu angekaa huko. Tunajua Waswahili. Hebu fikiria wewe mtaani kwako. Wanamuonaga Mama Debora kila wakati anakuja kwako, lakini ulipoumwa akuja. Warokole yao. Mungu atusaidie sana. Sasa unapofanya mapenzi ya Mungu, kitu nataka nisisitize hapa ni kwamba usiangalie watu wanakuonaje. Watu wanakuonaje wewe? Sikiliza aliyekuita. Sikiliza aliyekuchagua. Wewe ni chombo kiteule cha Mungu. Haleluya. Mungu atuponye na mazoea. Haleluya. Acha roho ya mazoea. Kwa hiyo kusudi la kwanza ambalo Mungu amenichagua ni ili niyafanye mapenzi yake. Kama Bwana alivyosema kwamba niyafanye mapenzi yake yeye aliyenichagua.
Hebu angalia Mathayo 26:39. Anasema akaendelea mbele kidogo. Alikuwa na nani? Alikuwa na Yakobo, alikuwa na Petro, alikuwa na Yohana. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifurifuri, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Mungu atusaidie. Kuna watu ambao ukikaa nao watakufanya hata mapenzi ya Mungu yasitimie. Alienda nao kuomba. Kwa nini akusema tushikane tuombe? Akaendelea mbele kidogo ili wasizuilie nini? Mapenzi ya Mungu yasitimie kwake. Na katika maombi yake hili jambo lilikuwa gumu sana la kwenda msalabani, lakini akasema mapenzi yako yatimie. Kanisa la Mungu tunatakiwa tuinue mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Kwa nini Mungu ameniita mimi? Katika nafasi hii nimechaguliwa kuwa kiongozi wa vijana, nimechaguliwa kuwa kiongozi wa kina mama, nimechaguliwa kuwa kiongozi wa kina baba. Mungu akuwaona hao wengine? Mungu kwa nini aniite mama wa hao watatu? Ni kwa nini? Ni lazima nisimame katika nafasi yangu, jitenge na mambo mengine ambayo yanaweza kuzuia kusudi la Mungu kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tumeangalia pointi ya kwanza. Haleluya. Pointi ya pili ni kwamba tumechaguliwa tuzae matunda. Anasema nami nikawaweka mwende mkazae matunda. Wewe tunaingia pointi ya pili ya kuzaa matunda. Kwa hiyo kama Mungu amenitengeneza mimi namna hii, kwamba nitasimama kama nabii, kwamba nitasimama kama mwinjilisti, kwamba nitasimama kama mtume, anategemea apate kitu kutoka kwangu. Matunda anayoyazaa mwinjilisti ni tofauti na matunda ya mtume. Matunda anayoyazaa mwalimu ni tofauti na ya mchungaji. Sasa Mungu anataka apate kitu. Hivyo uende kwa mchungwa, ukiona mchungwa pale una machungwa, unategemea kweli upate embe pale? Ukienda kwa mwembe unategemea upate embe na sio chungwa. Sasa Mungu anataka aone matunda kwa ile kazi ambayo ametuitia. Sasa uwezo ukaifanya kazi ya ukazaa matunda pasipokuwa na uaminifu. Kuwa mwaminifu ni kufanya kile kitu ambacho Mungu ameniitia. Pointi nyingine ni kwamba hayo matunda tunayoyazaa yapate kukaa. Na hapa ndiyo penye changamoto kubwa sana. Ni kwa nini matunda yakai? Ni kwa nini matunda ambayo tunayazaa yakai? Kwa mfano wewe ni mwinjilisti, umeenda kuhubiri, tumeshashuhudia wengi, tumefanya uinjilisti sana, lakini ukirudi tena kwa watu wale anakuambia mimi niko huko, karudia mambo yale. Lakini kitu gani tulitakiwa kufanya? Kuendelea kuomba. Maombi. Huduma yako naiombea, kazi yako naiombea, ili haya matunda yaendelee kukaa, ili haya matunda yaonekane, yazaliwe, ni kwa njia ya maombi. Mungu atusaidie. Ni kwa njia ya maombi tu. Haiwezekani kazi ya Mungu ikaendelea pasipo maombi. Je, Mungu ananionaje mimi? Hebu tujitafakari. Yale matunda ambayo Mungu anategemea yapate kwangu, yapo mpaka leo? Maana Mungu amenichagua, ameniweka pale nipate kuzaa, ameniweka pale nipate kufanya mapenzi yake. Anakiona kile kitu ambacho anategemea akipate kwangu, hawa kipo tena.
anaenda kwa mazoea, anafundisha kwa mazoea na watu wanafurahia. Vitu vya mazoea watu wanavipenda, vya muemuko watu wanavipenda. Utapokea. Mungu atusaidie.